Hivi karibuni kumekuwa na mazungumzo ambayo yanaendelea ili mradi kuweza kusitisha vita vinavyoendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi, huku yakiletwa mapendekezo mbalimbali na pia nchi mbalimbali zimeshiriki katika kusuluhisha tatizo hilo linaloendelea. Kwa hivi karibuni kuna pendekezo la amani ambalo limeandaliwa na United States Government kwa niaba ya serikali ya Marekani na serikali ya Ukraine. Pendekezo ambalo lilijumuisha vipengele mbalimbali vilivyokusudiwa kuleta mwafaka wa kiusalama na kusitisha mapigano hayo. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa mswada huu wa amani unaweza kuwa msingi wa moja kwa moja wa kuweza kuleta makubaliano ya amani hapo baadaye. Hata hivyo, rais huyo anasema kwamba sio pendekezo la moja kwa moja lililokubaliwa na tayari linaanza kufanyiwa kazi, bali ni mapendekezo tu ambayo tayari yameshafikishwa Moscow kama rasimu ama mchoro wa mazungumzo, lakini bado mkataba rasmi haujaweza kusainiwa kukabiliana na kile ambacho kinaendelea. Kwa maneno ya rais wa Urusi Vladimir Putin, alisema kwamba pendekezo linaweza kutumika kama mwanzo wa mazungumzo, lakini yote bado hayajaandaliwa vizuri. Kuna vipengele vingi vinavyohitajika katika mazungumzo mapana ili kuweza kumaliza hii vita ambayo inaendelea. Urusi imeweka moja kwa moja masharti makubwa zaidi ambayo yanaweza kutekelezwa, na mara baada ya hapo basi itakuwa ni moja kwa moja rahisi kwao kuweza kukabiliana na kuweza kumaliza vita vinavyoendelea kati yao pamoja na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameweka masharti makubwa na ya wazi ama pendekezo litakalokubaliwa kwa masharti haya au Russia itaendelea na vita kama mwanzo. Na baadhi ya masharti ambayo rais wa Urusi ameweza kuyazungumza ni kwamba vikosi vya Ukraine lazima viweze kuondoka, yani withdraw kutoka katika maeneo ambayo hivi sasa yanasimamiwa kwa udhibiti wa Kiev au yale maeneo ambayo Russia inaamini kwamba yanapaswa kuwa ya Urusi. Putin alisema kuwa ikiwa vikosi vya Ukraine vitaondoka kwenye maeneo yaliyoshikiliwa, basi vita vitaacha mara moja na vita itaweza kumalizika. Lakini kama vikosi hivyo vya Ukraine vitaweza kuondoka Urusi, basi vita itazidi kuendelea. Aidha, Putin ametangaza kwamba uongozi wa Ukraine under martial law na mgogoro wa vita ni halali kwa mtazamo wake binafsi. Hivyo akasema haiwezekani kisheria kusaini makubaliano ya kudumu na serikali ambayo kwa upande wake haina imani nayo. Kutokana na hilo, Putin akaomba kwamba makubaliano yoyote ya amani yafanyiwe na kutambuliwa kimataifa na kushirikisha mataifa ama taasisi za kimataifa ili Urusi iweze kupata uhakika wa tukio lile. Aidha, Putin aliendelea kusema kuwa kwa upande wa Urusi inaweza kutoa dhamana za usalama kwa Ulaya kama sehemu ya mazungumzo, mfano ahadi ya Urusi kwamba haitavishambulia tena mataifa ya Ulaya ikiwa pande husika zitakubali masharti ambayo yameweza kuwekwa na taifa hilo la Urusi. Kwa kifupi ni kwamba Urusi inataka matokeo ambayo yanahakikisha kuwa inaachwa na udhibiti wa maeneo ambayo inadaiwa kwamba maeneo hayo ni ya Urusi moja kwa moja. Hivyo wanajeshi wote wa Ukraine hawataki kuonekana katika maeneo hayo. Putin aliendelea kueleza kwamba kwa upande mmoja mazungumzo hayo yanaweza kuwa chachu kubwa zaidi ya amani, huku akisema kuwa inaweza kuwa ni msingi mkubwa zaidi wa mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Lakini changamoto kubwa inayokuja kwamba masharti ambayo wameweza kuweka Urusi ni makubwa zaidi kuliko kile ambacho kinatakiwa kuendelea. Ukraine na washiriki wake inakuwa vigumu zaidi kukubaliana na kile ambacho wameweza kukisema Urusi. Hivyo inaonekana kama vile chaguo ambalo limeweza kupendekezwa, vita ama amani, lakini amani ipo chini ya masharti ya Urusi. Bila makubaliano kamili, Urusi inaeleza kuwa nia ya kutumia nguvu kama itaonekana moja kwa moja na ataendelea kutumia nguvu kwa ubabe zaidi, na vita haitaweza kumalizika mapema kama masharti yao waliopanga hayawezi kukamilika. Ukraine pamoja na mataifa mengine ambayo yapo kwenye msimamo na mazungumzo ya kuweza kumaliza vita vya Ukraine pamoja na Urusi vinashindwa masharti ambayo taifa la Urusi limeweza kuwapatia ili mradi kuweza kumaliza mgogoro ama vita hiyo. Hasa maeneo kuachwa kwenye taifa la Urusi yanaweza kusababisha upotevu wa eneo kwa Ukraine. Kwa wengi ni jambo lisilokubalika kabisa, na ni swala la heshima, uhuru wa taifa na haki ya wananchi kuweza kumiliki eneo ambalo lipo ndani ya taifa lao, ambao taifa lenyewe ni Ukraine. Pia maisha ya raia wa Ukraine wataathirika na vita itakayoweza kuendelea na waweza kuhatarisha hatari zaidi, hasa pale ambapo Urusi walipotangaza kwamba itaendelea na kampeni zake za kijeshi ikiwa masharti haya hayataweza kuzingatiwa.
Kwa upande wa diplomasia ya kimataifa, matumizi ya masharti makali kama haya na madai ya udhibiti wa ardhi kwa nguvu vinaweza kuhatarisha misingi ya sheria ya kimataifa, uhuru wa nchi, mipaka na haki ya watu kuwa na taifa lenye ndoto zao. Hadi sasa ripoti zinaripoti kwamba kuna pendekezo la amani limewekwa mezani na Marekani na Ukraine pamoja na Urusi. Imeonekana kuonyesha uwezekano wa kuhesabu kama msingi wa mazungumzo ya kuweza kumaliza vita vinavyoendelea. Hata hivyo, Urusi kupitia rais wao Vladimir Putin imeweka masharti makali kuondoka kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka maeneo fulani na kutambua ushindi ama udhibiti wa ardhi wa Urusi, jambo ambalo Ukraine na washirika wake wanasisitiza kwamba halitowezekana. Hivyo chochote kinawezekana, na mapatano ya amani au vita vikazidi vibaya mno mara baada ya Urusi pamoja na Ukraine kuto kufika makubaliano ya muktadha ambao wameweza kuweka. Swali kubwa ni kwamba masharti ambayo wameweza kuiweka Urusi huku wakiongozwa na rais wao Vladimir Putin, kwa kile ambacho kinaendelea Ukraine na mataifa mengine yamesema kitu kama hicho hakiwezekani kwa sababu itaathiri watu wengi zaidi. Abdulkadir Mengule, Vora News.